Karibu katika kipindi chetu cha kuwa bora kuliko jana. Na leo tutazungumzia habari za mambo ya muhimu ya kufanya mwaka huu. Huu ni mwaka wa ajabu sana. Katika miaka ambayo umewahi kuishi, this is the best year. Kuna vitu ambavyo nataka nikukumbushe. Hivi vitu inabidi uvifanye mwaka huu. Ukiweza kuvifanya mwaka huu, you will be better than yesterday. Leo tutajifunza kitu kizuri sana na kitu cha muhimu sana. Kuna mambo ya msingi 8 ambayo ni vizuri uyajue na uyafanyie kazi kabla mwaka huu haujaisha. Jambo la kwanza, acha kujifanya kama vile muda ni rafiki yako. Muda sio rafiki yako kabisa. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo ulitakiwa kuvifanya, ni bora uvifanye, kwa sababu muda sio rafiki. Na baadaye itakuwa ni gharama sana kuliko sasa. Muda unakimbia mno. Kwa hiyo mwaka huu, kama ulikuwa umepanga kufanya kitu mwaka huu, hakikisha umeshakianza na kiko kwenye utekelezaji. Muda haukusubiri. Na mbaya zaidi ni kwamba muda huwa hautuambii jambo la kesho. Muda huwa hautuambii kesho kutakuwa na nini. Kwa hiyo opportunity kubwa ulionayo ni sasa. Jambo la pili, ni vizuri sana ujitahidi uwe bora kwenye jambo fulani hivi. Kama kuna jambo huwa unalifanya wewe mwenyewe bila kusukumwa, yani kwanza ukilifanya unajisikia raha, ni sehemu ya kazi lakini pia ni sehemu ya starehe kwako. Lile jambo lile wewe lijitengenezee ustadi, uliweze vizuri kwa ubora, ulifanye kwa ustadi lile jambo. Lile jambo ukilifanya vizuri, linaweza likakulipa vizuri sana. Kwa hiyo mwanaume, mwanamke, chagua jambo moja ulifanye kwa ustadi sana. Kabla mwaka huu hujaisha, ni vizuri wewe ujijue wewe ni bora kwenye jambo gani. Na lile jambo liongezee ujuzi, lifanye kwa ustadi, lifanye kwa bidii. Hilo linaweza likakutoa. Huo ni ukweli usiopingika kwamba kila binadamu ana kitu ambacho ni bora kuliko wengine. Na mimi nipo hapa ni kwa ajili ya kukumbushana. Tunajengana habari za kuwa bora kuliko jana. Kwa hiyo hili katika kuimarishana, naomba nikukumbushe na wewe ni vizuri ujijue uko bora kwenye nini, na kile kitu uhakikisha unakiimarisha, unajifunza, unauliza waliotangulia, unakifuatilia. Jambo la 3, jenga mapato kabla hujajenga picha. Kuna watu wanahangaika sana kutengeneza picha. Kwenye maisha usijenge picha. Tengeneza mapato kwanza kabla hujatengeneza picha. Ili unielewe vizuri ni kwamba bila kujali watu watakuona vipi, hebu jali kwanza utaingiza kiasi gani. Kwa sababu kuna vitu tunavifanya kwa uoga, tunavifanya kwa wasiwasi, kwa kuwaza kwamba watu watatuonaje. Lakini ni vitu ambavyo ni profitable, ni vitu ambavyo vina faida. Mimi kwa ushauri wangu kwako, kabla mwaka hujaisha, hebu acha mpango wa kutengeneza picha. Hebu tengeneza kwanza kipato. Kwa sababu ukitengeneza kipato, picha kuitengeneza ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Kujionyesha na kufanya jambo ni rahisi sana. Lakini kutumia muda huu kutengeneza kipato. Kiboresha kipato, picha inakuja yenyewe. Jambo la 4, kabla mwaka huu hujaisha, hakikisha umepunguza mduara wako wa fujo. Hakikisha umepunguza marafiki ambao hawakuletei tija. Unajua, baadhi ya urafiki ni gharama tu za kihisia, lakini sio kusonga mbele. Ni vizuri sana kabla mwaka hujaisha, jitengenezee mduara ambao ni profitable. Jitengenezee connection ambazo zina faida. Na hii kitu haina namna ya muujiza. Yani wewe huwezi kuwa umezunguka na watu wabaya afu ukataka wewe uwe mzuri.
haiwezekani. Huwezi kuzungukwa na watu wanaorudi nyuma afu wewe unasema naenda mbele. Haiwezekani. Kwa kama unataka kwenda mbele, kusonga mbele, basi jitahidi sana uzungukwe na watu wanaosonga mbele. Jambo la 5, jifunze pesa inavyofanya kazi. Kabla mwaka huu hujaisha, jifunze jinsi pesa inavyofanya kazi. Jifunze pesa ina tabia gani. Jifunze pesa huwa inaenda kwa nani, mwenye sifa zipi. Jifunze anayeingiza pesa anakuwa na sifa zipi, alafu anayepoteza pesa anakuwa ana sifa zipi. Jambo la 6, pata raha kujisikia kutokueleweka. Ukuaji huwa unaonekana ni wazimu. Wakati mwingine watu wanaweza kukukejeli wakati unaanza. Hiyo ni kitu ya kawaida sana. Kwenye kitu chochote ambacho ni kizuri na cha maendeleo unaweza ukakifanya, lakini mwanzoni watu wakakukejeli. Usipokata tamaa na kuendelea kwa bidii na kujiimarisha na kusonga mbele, mwisho wa siku watakuzoea na mwisho wa siku utafanya vizuri na utawasaidia na wenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kutokukata tamaa. Jambo la 7, jenga nidhamu kabla haujaweza kujiamini. Badala ya kujenga kujiamini, jenga nidhamu. Kujiamini kutakuja baadaye. Kwa nini nimekwambia hivyo? Iko hivi. Nidhamu huwa inaleta matokeo zaidi kuliko kujiamini. Kwa sababu unaweza ukajiamini kama hauna nidhamu bado usipate matokeo. Ni vizuri kujenga nidhamu. Ukijenga nidhamu kwenye jambo, unaweza ukatoka vizuri kuliko kujenga kujiamini. Kujiamini ni kwa muhimu, hatukatai, ni kwa muhimu. Lakini kabla hujajenga kujiamini, jenga nidhamu. Kujiamini huwa kunakuja baadaye. Kwa kabla mwaka hujaisha, wewe angalia, kuna vitu unaweza kawa unajiamini sana, lakini kwa sababu huna nidhamu, umejikuta bado uko pale pale. Ni kwa sababu unajiamini, ni kweli unajiamini. Unaweza, ni kweli, una uwezo, ni kweli, una courage, ni kweli, lakini shida ni nidhamu, hauna. Wewe ukitaka ufanye vizuri, jenga nidhamu. Ukijenga nidhamu, nidhamu ndio itakupelekea kupata matokeo makubwa zaidi kuliko kujiamini. Niamini mimi. Jambo la 8, kabla mwaka huu haujaisha, amua kabisa kwamba mwaka nabadilika. Na hii kitu inabidi uweke kwenye matendo. Kwa nini nimesema hivi? Kwa sababu vitu vingi sana watu wao wanaongea ila huwa hawatekelezi. Kwa hiyo wewe amua kabisa kwamba mwaka huu ninaingia kwenye mabadiliko. Yaani amua. Kuna vitu, anza mabadiliko kidogo kidogo. Badilisha ratiba zako kidogo kidogo kila siku, lakini amua kwamba mwaka huu ninabadilika. Na ukishaamua, ingiza kwenye matendo, usiishie kwenye maneno. Kwa sababu maneno hayafui dafu. Wala tu kuomba tu bila matendo haifui dafu. Wala tu kusemana tu bila kubadilisha matendo haifui dafu. Kusoma vitabu, unasoma vitabu vingi lakini haubadilishi matendo, haifui dafu. Haya, unafuatilia taarifa nyingi za msingi ila haubadili tabia, haubadili matendo, haifui dafu. Huu mwaka amua kabisa kwamba mimi ninabadilika. Badilisha matendo, badili tabia, utaona matokeo. Hapa ni kwa ajili ya kuwa bora kuliko jana. Kama hujasubscribe bado katika channel hii, ninakushauri usubscribe. Bonyeza kengele hapo chini, bonyeza like, na kama una swali au kuna jambo nimelisahau mimi unataka kuniongezea, weka comment hapo chini ili watu wengine pia tujifunze. Ninaitwa Mwalimu Joel Mkumbwa, na pia kama una swali lolote tunaweza tukashirikishana. Lengo ni kuzidi kuimarishana, kuwa bora kuliko jana.